wameweza kuwakemea watoto wao, kuwaonya na kuwatahadharisha juu ya ubaya wa kuvunja amani. Tuliwaambia jinai haiozi, lakini pia jinai hailipi. Kuhamasika kujulisha watu. Toka siku ya jana hali ni shwari, imekuwa shwari sana, na leo asubuhi ni shwari zaidi. Tumeanza asubuhi mapema, nimezunguka kila maeneo ya Dar es Salaam, na sasa hii ni mara yangu ya pili. Nazunguka tena nikiwa nimemalizia mzunguko wa pili wa kuhakikisha kila maeneo yote ya wilaya za Dar es Salaam na maeneo yote ya center za Dar es Salaam yanaendelea kuwa shwari, na hakika nimshukuru sana IGP Camillus Wambura na timu yake yote ya Jeshi la Polisi, CDF wetu Jacob Mkunda, lakini vivyo hivyo wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wengine, CGP, CGI, lakini pia mamlaka mbalimbali ambazo CGF na mamlaka nyingine zote ambazo zimehusika kwenye hili. Niwashukuru viongozi kwa ujumla, kwa sababu hili jambo limekuwa la kwetu sote, na kimsingi hapa ni wananchi wamechukua jukumu lao la kulinda nchi yao, na ndio hapo tunapotaka kusema kwamba wapotoshaji mara nyingi walipokuwa wakizungumza wenyewe peke yao kwenye mitandao, wananchi baadhi walidhani kwamba wameweza kuwa nani, lakini unaweza ukaona uhalisia ni kwamba upotoshaji mwingi na mkubwa kwenye mitandao ulifanyika, na pale ambapo haukukanishwa ulionekana kama kuwa ni kweli, lakini unaweza kuona uhalisia wake. Wananchi wamewakataa kwa herufi kubwa na kwa sauti kuu wanaochochea vurugu Tanzania. Wananchi wamewakataa kwa herufi kubwa wale wote wanaodhani wako juu ya sheria, na wananchi wamewakataa, wametaka kujenga taifa lao kuwa la amani, lenye umoja, upendo na mshikamano kwa uzalendo wetu, kwa kudumisha muungano, lakini pia mshikamano wa kitaifa. Umeona shughuli mbalimbali za kibiashara zinaendelea kila mahali. Wananchi wamejitokeza wa kutosha kwenye maeneo kadhaa, lakini maeneo mengine wananchi wameamua kupumzika, kwamba hakuna sababu ya kwenda kujiunga na watu wenye shari, kwa sababu tunapoonekana wakati mwingine tunaonekana kama tunawaunga mkono wale ambao wamesema mambo ya hovyo dhidi ya taifa letu. Kwa tuendelee kujitenga na uhalifu, tuendelee kuwatenga na kuwakataa kwa herufi kubwa wale wote ambao wanahamasisha Watanzania wenzetu waharibu mitaji yao, waharibu au kupata changamoto za kiafya au kwa namna yoyote ile kuhatarisha maisha yao. Waendelee kujitenga na watu wote ambao hawataki kuona Tanzania ikiendelea kukua katika uchumi, katika miundombinu, ikiendelea kukua katika utalii, katika uwekezaji na biashara. Kwa sababu hapa umeweza kuona mjumuisho wa uchumi, ambapo shughuli, kunapokuwa na amani tunavutia uwekezaji. Tunapovutia uwekezaji tunavutia pia mitaji mikubwa, inaongeza ajira na fursa kwa vijana wetu. Tunapokuwa na amani tunaongeza utalii, tunapata fedha za kigeni, zinatusaidia kujenga na kuongeza miundombinu ya kiuchumi ambayo itasaidia kuongeza ajira na kupanua private sector. Tunapokuwa na amani na usalama, tunalinda fedha zetu zinazowekezwa kwenye mabenki yetu, na mabenki yanapokuwa na fedha nyingi zisipotoroshwa nje ya nchi, tunakuwa na uwezo wa kukopesha kwa riba ndogo ili Watanzania waweze kunufaika. Panapokuwa na amani inatusaidia shughuli nyingine zote za kiuchumi ambazo zinasaidia kulijenga taifa letu kwenda kuendelea. Kwa hiyo hivi vyote nadhani kwenye maeneo mengi mmeona, lakini pia mimi nimezunguka na viongozi wanaendelea kuzunguka. Viongozi wetu wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wapo. Kimsingi ni kwamba tuko timamu. Niliwaambia tuko timamu talada kuhakikisha uhalifu yoyote Tanzania tunautokomeza, na hili ni jambo litakuwa la kudumu na litaendelea hivi, lakini pia tutakuwa na masharti kwa wale ambao wote wanaoleta uchochezi. Tutachukua hatua mapema kabla hata halijafika kokote, kwa sababu hatuwezi kuendelea namna hii. Haiwezi kuwa hali hii tunaendelea kwa sababu ya wajinga wachache, wawili watatu, au kakikundi ka watu wapuuzi wachache ambao wanataka kuona kama wao wako juu ya sheria, wanaodhani kusema utanifanya nini. Hii tunaongozwa kwa mujibu wa sheria. Wanaodhani kusema kwamba fulani sika kusema, tunaangalia kitu cha msingi ni amani ya taifa letu. Na Mheshimiwa Rais alishasema never again, na kweli ni never again. Tutasimama kwa gharama zozote kuhakikisha Watanzania wote wanakuwa na amani na salama. Mheshimiwa Waziri, umesema umezunguka Dar es Salaam.
Swali langu la kwanza, vipi hali ya mikoa mingine? Swali la pili, katazo lile la mikutano ya siasa ya kisiasa, kama hapata tokea chochote leo na hali ya nchi itakuwa shwari, tutegemee ni baada ya muda gani itachukuliwa tena mikutano ya kisiasa ikaendelea kuruhusiwa kuendelea? Nadhani nitajibu hilo la kwanza, ambalo hilo la pili halihusiani na muktadha huu, kwa sababu hata tufanya hivi kuhakikisha kuwa kuna amani, sio kwa sababu ya siasa. Msingi ni kwamba kwenye maeneo mengine mikoani kote hali ya usalama ni shwari sana pia, na ni shwari kuliko hata hapa Dar es Salaam. Tumepata taarifa nyingi, na katika kila maeneo, kila makundi, wapo vijana walio kwenye jogging, tuna watu wetu kwenye michezo, kwenye bodaboda, kwenye kila vituo tuna watu wetu. Hali ni shwari na salama sana. Kwenye shughuli mbalimbali ambazo zinaendelea za kiuchumi nako pia wanaendelea. Kwa madereva wa malori, mabasi, vituo vya daladala, maeneo ya mikusanyiko yote kwa ujumla, kwenye masoko tuna watu ambao wanatupa taarifa kila wakati juu ya hali na maendeleo ambayo yako. Kwa hiyo kwa kweli kwa sasa hivi sijui hata nisemeje, lakini nakosa kauli. Itaendelea kuwa hivi kwa Tanzania yetu, amani na salama kama jinsi ambavyo toka tupate uhuru, itaendelea Tanzania kuwa salama. Kwa hiyo mikoa yote hali ni shwari, mpaka kwenye wilaya, kitongoji, mpaka kijiji. Kule tuna askari wetu wale wa asili, sungusungu, marafiki wa Dr. Samia Suluhu Hassan, wanafanya kazi yao. Na katika ripoti hii ya kipindi hiki, hata mifugo hakuna wizi ambao umefanyika kwa hali yoyote ile. Kwa ina maana tumekuwa na intensive security concern ambayo imeendelea kuwepo kila mahali. Wito wangu kwa wananchi, nchi yetu Tanzania ni nchi moja tu. Hakuna nchi nyingine yoyote ambayo unaweza ukapata uhuru wa kupata chochote, kiwe kutoka katika serikali, iwe katika kupata huduma, iwe popote. Hakuna, hata walio nje ya nchi kuna haki wanazikosa nyingi sana. Huwezi kumiliki ardhi katika zile nchi mpaka uwe na mafedha na kwa utaratibu tofauti. Hata hapa wageni wetu hawamiliki ardhi mpaka kwa utaratibu maalum. Lakini vile vile hawana uhuru kama jinsi ambavyo unaweza kuwa na uhuru katika nchi yetu. Kwa hiyo cha msingi, wito wangu cha kwanza, tuipende nchi yetu, tuilinde nchi yetu kwa uzalendo, kwa moyo wetu wote tujitoe kuilinda nchi yetu. Tusiruhusu mtu yeyote mwingine aiharibu nchi yetu Tanzania. Wito wangu wa pili ni kwamba tujitokeze kuhakikisha tunafanya kazi zile ambazo ni za kihalali na kwa mujibu wa sheria. Tusiende kufanya kazi na kushirikiana na magenge ya uhalifu, makundi ya uhalifu au matendo yoyote ambayo yanaweza yakaiharibu Tanzania yetu katika heshima yake ya kuwa kitovu cha amani Afrika. Lakini mwito wangu wa tatu kwa wazazi, ni rai yangu kwa wazazi, maadili mema yanaanzia ngazi ya familia, na raia wema wanaanzia kutengeneza kwenye ngazi ya familia. Niwaombe wazazi tusikwepe wajibu wa kusimamia maadili ya watoto wetu, tujue waliko, wanaishije, wanaenenda vipi. Lakini pia katika eneo hilo viongozi wa dini na wenyewe watusaidie sana katika kusimamia maadili. Mmomonyoko wa maadili ndio unatufikisha hapa. Lakini pia taasisi za elimu na mwisho serikali kwa ujumla iendelee kutoa mazingira wezeshi kama jinsi ambavyo sasa tunaona kwenye masuala ya vijana. Kuna fursa nyingi sana fursa za ajira na mitaji na fedha zinazotolewa na serikali kwenye mifumo mbalimbali. Kuna ngazi ya halmashauri, kuna ngazi ya mfuko wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, kuna ngazi ya kila wizara inatoa fursa kwa vijana hadi wale walio wasomi. Wizara ya elimu inatoa mikopo, inawezesha. Kwa hiyo mazingira wezeshi ndio hayo ambayo yanatengenezwa na serikali yoyote duniani. Lakini pia kwenye sekta ya madini, mnafahamu kuna Mining for Brighter Tomorrow, Building Better Tomorrow kwenye kilimo, kwenye ufugaji, kwenye mifugo, kuna fedha zinatolewa na serikali. Lakini pia kuna wizara maalum ya vijana ambayo inahusika na kutengeneza fursa za vijana, ambayo ina zaidi ya bilioni 200 zimetolewa kwa ajili ya vijana, lakini zinaendelea kutolewa katika kila mwaka wa fedha. Pia kwenye makundi mengine yapo ya watu wenye ulemavu, nao pia fedha zinatolewa kwenye ule mfuko zaidi ya bilioni 1 ambayo inatolewa kwenye kama ruzuku kila mwaka. Lakini pia wanawezeshwa kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo 2% ya mikopo. Makundi ya wakina mama vile vile. Kwa hiyo shughuli kama hizi ni muhimu, zinatengeneza mjumuiko wa kiuchumi. Kwa hiyo wito wangu ni kwa kweli tutafute fedha zaidi na tukatae kwa herufi kubwa
wale ambao wanaamini uongozaji wa nchi inaongozwa kwa maandamano. Nchi inaongozwa kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni. Nchi inaongozwa pale inapokuwa na uchumi, ndipo hapo tunaweza kupata fursa za ajira. Kwa hiyo amani inazaa uchumi, uchumi unazaa ajira, ajira inazaa maslahi ya mtu mmoja mmoja na kuweza kujitegemea katika ngazi ya mtu mmoja mpaka ngazi ya familia. Tukipoteza amani, tumepoteza pia shughuli za maendeleo. Tukipoteza shughuli za maendeleo, tumebomoa uchumi wetu. Tukibomoa uchumi wetu, tutaanza kuruhusu watu waanze wababe kupigana, kugombania vile ambavyo tunavyo, na hatimaye mwisho wa siku vurugu hizo, hakuna bingwa, tutaenda kwenye mauaji na vita na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe, na hatimaye hata uhuru tulio nao tutaupoteza. Kwa hiyo ni rai yangu kwa Watanzania, tusimame katika msingi huo.